Amo amerudi tena. The moment tulisema Harmonize ni mwanamuziki mkubwa, hatakuwa tunasema urongo. Harmonize ni mwanamuziki mkubwa, lakini tulikuwa tunasema Harmonize awachane na story ya Kajala. Story ya Kajala iliisha. In fact, mwenye amekuwa kidrag Harmonize chini ni Kajala. Hebu angalieni sasa Harmonize venye ana perform vipoa. Hebu angalia sasa hivi venye Harmonize anatoa muziki mzuri. The moment tu Harmonize amewachoka na Kajala, Harmonize ana focus. Na hiyo ndio kitu ambayo tulikuwa tunataka kwa Harmonize. Harmonize ni mwanamuziki mkubwa. Hatukuwa tunaponda Harmonize, hatupendi Harmonize, ati sisi ni mafan wa Diamond. Hapana, mimi si fan wa mtu yote. Mimi nafanya tu analytic kuhusu mwanamuziki na kile kenye huo mwanamuziki anafanya vizuri. Hatuwezi pond, mimi siwezi pond kitu gani nikisha ponda Harmonize. Kitu gani mimi nani atakuwa ananilipa? Hakuna mwenye atakuwa ananilipa, lakini nasema ile kitu yenye anajua itakuwa inamsaidia Harmonize. Nyinyi kama mafans wa Harmonize, amsaidiamu kwa mnasaidia Harmonize. Harmonize amesikia advice yetu, especially kwa ile video ambayo mliniponda sana. The moment nilisema Harmonize awachane na story ya Kajala. Kajala amedrain Harmonize kimziki. Kajala amedrain Harmonize kifedha. Yaani Harmonize huwezi linganisha na Harmonize wa 10 years. Harmonize huwezi linganisha Harmonize wa saizi si Harmonize wa 5 years before meet Kajala. Even hata Wolper alienda na Harmonize, lakini Wolper hakudrain Harmonize kifedha. Sasa Harmonize ameisha sababu Harmonize alikuwa na nani? Alikuwa na Kajala. Sasa ukiangalia muziki mwenye Harmonize anatoa, angalia muziki yake mwenye ametoa na Darasa. Ametoa hiyo muziki akifocus. The only thing Harmonize amefanya mzuri kwa hiyo muziki, amefocus kwa muziki. Si eti kila trend ni Kajala paka kuwe. Harmonize ilifika mahali, Harmonize ni content creator. Cause anything ambaye akitaka trend zake iende, muziki yake iende, atipaka aweke Kajala. It's like Kajala ameweka kitu fulani yenye Harmonize asipofanya hawezi trend. Harmonize wa saizi baada ya kuachana na Kajala, huo ndio Harmonize ambaye tunajua. Umeona performance ya juzi yenye Harmonize ameperform na Alikiba pale Serena. Uliona venye Harmonize aliperform? In fact, Harmonize alifunika Alikiba kabisa. Angalia muziki yake ya Alikiba na Harmonize. Harmonize alifunika Alikiba, ukweli paka isemwe. Na the moment tukisema mtu mwenye alikuwa akidrag Harmonize chini ni Oji Mama Kajala. Harmonize pia wachane nao wanawake wanyashi kubwa, hawachane nao. Ayumsaidii, ayumleti chochote. Ukiangalia mtu kama Mbosso na trend na kitu moja. Mbosso utapata Mbosso na trend na wanawake. As long as Mbosso pia anazaazaa kila mahali, hautapata Mbosso ana trend na wanawake. Mbosso ana trend na muziki yake. Angalia muziki kama Power, imetrend dunia mzima. Sababu Mbosso ni ule mtu ana focus kwa muziki. Lakini the best thing, the good thing, Harmonize amerudi kimuziki. Harmonize amerudi kimuziki. Niliona performance ya Harmonize ndio ikanionyesha Harmonize amerudi kimuziki. Harmonize tunampenda tena sana hapa Kenya, tunampenda zaidi. Sasa tukisema Harmonize amerudi kimuziki ni ukweli, na Harmonize awachane na focus na Oji Mama. Kuna wasana wadogo. Si ule mtu mwenye akienda party anataka fedha. Akienda nini ni fedha. Kajala ni ule mwanamke ashaona kila kitu. Niambieni kitu gani yenye Harmonize atakuwa anaonyesha Kajala yenye Kajala hajaiona at the age of 43. Hebu niambieni kitu gani yenye Harmonize atakuwa anaonyesha Kajala yenye Kajala hajaiona. Hata sasa hivi tunasikia fununu Mbosso sasa hivi ako na uoya. Si mbaya kukuwa na mtu, si mbaya, lakini kuwa na mtu mwenye kidogo anakusaidia. Si mtu mwenye anakuchuma tu. Yaani wewe ndio unatoa. Kila kitu wewe ndio unatoa. Kajala akienda sokoni, Harmonize alikuwa na yeye. Kajala akienda kushoot movie, Harmonize ako na yeye. Na ukiangalia mtu mwenye anafund hizi vitu zote ni Harmonize. Sasa niambie, nani ana drag nani? Harmonize huwezi linganisha Harmonize kifedha na Diamond Platinum. Na Diamond Platinum, the moment watu washangilia Diamond Platinum kwa ujinga ama kwa ubure. Diamond amejua kitu gani anafanya. Diamond akifanya kitu amejua mafanikio yake ni baada atafanikiwa na nini. Ndio maana utapata Diamond amejilazimisha kwa mapenzi.
Zuchu akitaka kwenda ende. Sasa Harmonize, kile kenye Harmonize amefanya kuachana na Kajala, hiyo naye ni mzuri. Hiyo ni faida kwa Harmonize. Yes, Kajala pia amesaidia Harmonize miaka mingi kwa kufanya Harmonize trend, jina yake trend. Lakini jina Harmonize ilikuwa na trend kama content creator. Haiko na trend kama mwanamuziki. Ndio maana ukiangalia kimuziki, Harmonize saizi ndio mtu mwenye ako anaitwa shows kubwa kubwa. Harmonize ako anakuja Kenya hapa sana venye alikuwa kwa WCB. Nyakati Harmonize alikuwa kwa WCB, alikuwa anatembea nchi mingi. Mara umesikia Harmonize ameenda Kinshasa, Kongo kule, mara ameenda Uganda, mara ameenda Kenya. East Africa Harmonize alikuwa anatembea ni kama anatembea Tanzania. Harmonize alikuwa anaenda kupiga show Nigeria. Saizi Harmonize amebaki Harmonize wa Tanzania peke yake. Na hiyo ndio kitu ambaye sisi kama mafans wa Harmonize hatutaki. Tunataka turudishe Harmonize kwenye alikuwa. Na turudishe Harmonize wa WCB. Unakumbuka? Yes, Harmonize ni wa Konde Gang, hatujakataa. Tunapenda hiyo maisha yake ya Konde Gang. Lakini Konde Gang tena imekuja imeharibu yeye sana. Sababu kukua Konde Gang, kukua CEO wa Konde Gang imemdanganya. Sasa ni kama ndio CEO wa nchi yote. Lakini uzuri ya Harmonize ameona nyuma. Vitu ambaye zilirudisha Harmonize chini, Harmonize akalose subscribers, ni matamshi yake. Nyakati alisema analinganisha ule mwanamke alikuwa na Big Nyash. Ule mwanamke alikuwa anaitwa nani? Nimesahau jina lake. Aliyekuwa analinganisha huyo mwanamke na Mungu. Hakuna mtu anafanana na Mungu. Mungu ni Mungu kivyake. Huwezi linganisha Mungu ati huyu mwanamke sababu ya urembo yake anafanana na Mwenyezi Mungu. Hapo Harmonize alikosa. Ndio maana Wakenya wengi walimsuta, Wakenya wengi walimkimbia. Si ati walikimbia mziki yake, walikimbia matamshi yake. Ndio maana sisi kama wachambuzi tunajaribu kuangalia njia gani tunazarudisha nao Harmonize mbele. Ndio tunaanza sukuma nao jina Harmonize iendelee mbele. Na mimi kama fan wa Harmonize, ndio maana nilikuwa nakufaga na kitu moja, Kajala ndiye amedrag Harmonize chini. Watu wanasema ati Diamond akudrag Harmonize chini. Ukiangalia mtu mwenye alifaidika mara 100 kutoka WCB ni Harmonize. Sababu Harmonize alipata sympathy subscribers. The moment aliachana Diamond alipata sympathy subscribers. Lakini kitu yenye pia ilimuumiza Harmonize ni kwa kutusi familia ya Diamond. Hiyo iliumiza Harmonize sana. Na ukweli paka isemwe. Lakini kile kenye merudisha Harmonize na kufanya Harmonize arudi amekuwa Harmonize wa saizi, Harmonize wa kitambo, ni kuachana na Kajala. Kuachana na Kajala ni kitu kingine mzuri sana. Harmonize focus kwa muziki yake, at least kwa muda wa mwaka moja tu. Afocus kwa muziki yake, atengeneze jina venye alikuwa kwa WCB. Atengeneze jina venye aliingia kwa Konde Gang. Angalia ngoma ya kwanza venye Harmonize alitoka WCB. Ukiangalia ngoma yake aliimba Uno. Ngoma ya Uno ilikuwa kubwa. Watu wako wanaenda kwa ngoma ya Uno sababu alikuwa na Kajala. Watu walikuwa wanaenda kwa ngoma ya Uno sababu Harmonize ndiye alikuwa kwa hiyo ngoma. Lakini saizi hatuko tunajua Harmonize ni mwanamuziki ama ni content creator. Sababu Kajala ni movie star. Kajala ni mtu mwenye hakuna kitu yenye Harmonize saizi anazaonyesha ule mwanamke. Ule mwanamke amemdrain sana. Na Harmonize pia na kuangalia nyash kubwa. Harmonize pia amesema bila nyash hawezi kuwa. So sisi kama wachambuzi, mimi kama mchambuzi naweza sema kile step yenye Harmonize amechukua ni mzuri. Kufocus kwa muziki yake na asiingilie maisha ya Diamond na Zuchu. Hiyo ni the moment umejua kitu moja ya Diamond aliwahi sema, ukikuwa wewe ni mwanamuziki na ukiwa unaongea sana kwa media, tofauti yako na content creator hakuna. Tofauti yako na unarudisha hadhi yako chini. Ukiwa kila mara wewe unaongea sana, unarudisha hadhi yako chini. Wewe sio content creator, wewe sio comedian, wewe ni mwanamuziki. So Harmonize amefanya kitu kizuri, na hii Harmonize anafaa apatiwe maua yake. Hiyo juzi venye Harmonize aliperform Serena Hotel, in fact Harmonize ndiye aliwa hiyo show. Wengine wanasema Mbosso, lakini Mbosso ni Mbosso kwa live performance.
Mimi siwezi linganisha Mbosso na mtu. Kwa live performance Mbosso anakuanga tu juu. Na mmoja Mbosso alianza kitambo. Mbosso alianza nyakati alikuwa kwa Moto Band. Ya Moto Band ilikuwa live performance. Ya Moto Band ilikuwa live performance. Sasa tuwezi linganisha Harmonize na Mbosso kwa live performance. Ukweli semwe, Mbosso kwa live performance, Mbosso anakuwa juu. Lakini Serena Hotel iliprove the Harmonize that we knew, the Harmonize that we know, the Harmonize wa saizi. Harmonize amerudi kufocus kwa muziki yake. Ndio maana alikuwa anaulizwa na Millard Hayo kuhusu story yake na story ya Zuchu na Diamond, alikataa kujibu na alifanya vizuri. Sababu huwezi kusema tu, huwezi make tu jina mtu ikuwe kubwa. Harmonize si content creator, Harmonize a big star. Harmonize ni mwanamuziki mkubwa. So the moment unamuuliza kuhusu story ya Diamond, mtu mwenye anafaa ongea story ya Diamond mtu kama Chino. Sababu Chino bado anatangaza anataka jina lake ikue kubwa. Harmonize ashakuwa na jina. Things yenye Harmonize alifanya ndio haikuwa mzuri. Harmonize alitengeneza jina ya Diamond the moment alikuwa anatusi Diamond. Alikuwa anajenga Diamond. Na yeye alikuwa anarudisha hadhi yake chini. Ndio maana hizi endorsement zote zilimkimbia. Ile kukuwa na tusi mstaa mkubwa kama Diamond ilikuwa narudisha hadhi yake chini, na ilikuwa nafanya Diamond watu walikuwa nauliza Diamond ni nani, hata kwa ule mtu mwenye ajui Diamond na amejua ana Harmonize. Sasa watu walikuwa na sympathize na Diamond sana. Ndio maana mimi kama mchambuzi nilikuwa nasemanga Harmonize awachi kutusi Diamond Platinum. The moment akiwa anatusi yeye, ile anamzidi kumpandisha daraja. Lakini saizi mafans wa Harmonize wako na furaha. Harmonize amerudi back venye alikuwa. Harmonize ana focus na muziki. Na ukiangalia muziki yake na Darasa iko juu. In fact, nina trend for the first 1 week nina trend kwa YouTube. Spotify ni number 1, YouTube ni number 1. Inaonyesha hiyo muziki ni kubwa sana. Kwa ule mtu mwenye naona kwa ule mtu yote mwenye na watch, make sure ume like na ume subscribe. Na shout out to Harmonize.